الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله ربكم وراقبوه في جميع أعمالكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. Ndugu wapenzi katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, wapenzi waumini, tumogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na tujipambe na sifa ya takwa, na tukue ni wenye kuchunga amali zetu zote, tukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kutusikia na mwenye kutuona. Ndugu wapenzi katika imani, katika khutba yangu ya mwisho katika msikiti huu niliweza kuzungumzia maudhui kuhusu undugu katika Uislamu, na vipi tunaweza kupeana haki ya kila Muislamu, na vipi tunaweza kudhihirisha undugu na mapenzi yapatikane baina Waislamu. Na leo insha Allah tutazungumzia maudhui kuhusu sababu zinazopelekea undugu kuvunjika katika Uislamu. Ayuha al-ahibba, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipotumwa kwetu hakuwa na jambo la khairi ila alituamrisha, na wala hakuwa na jambo la shari ila alitukataza na kutuonya. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo ametuhimiza sisi Waislamu ni kudhihirisha undugu na mapenzi yapatikane baina Waislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake ya kwamba kuna undugu katika waumini, na chanzo ya undugu huu hutokana na imani waliokuwa nayo. Maadamu mimi na wewe tuko katika njia moja na tunamwabudu Mola mmoja na tunafuata kitabu kimoja, basi hii yatufanye tuwe mandugu. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema innamal mu'minuna ikhwa, kwa hakika waumini ni mandugu. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam akaweka mkazo na kutuhimiza tuwe ni wenye kudhihirisha undugu wetu kama Waislamu, kisha akabainisha na kusema almuslimu akhul muslim. Lakini hivyo hivyo Rasul sallallahu alayhi wasallam akatueleza kuna baadhi ya mambo ambayo yakipatikana katika maisha yetu basi undugu hukosekana na waumini hawatakuwa mandugu. Sifa hizi tano ambazo huvunja undugu ikipatikana katika familia moja ama katika tumbo moja, ama sifa moja kati ya hizi zikipatikana basi undugu hukosekana. Rasul sallallahu alayhi wasallam akatubainishia ni mambo gani ambayo hupelekea undugu kuvunjika, imma iwe ni ya kiimani, ama iwe ni ya kiukoo, ama iwe ni ya kifamilia moja, ama iwe ya damu moja. Basi mambo haya yakipatikana basi undugu hukosekana. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza katika hadithi
الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم لا يخذل ولا يكذب ولا يحقر وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Wapendwa waumini, hadithi hii tukufu sisi Waislamu tukiitekeleza na yapatikane katika jamii na yapatikane katika familia moja, basi undugu wa kiimani itapatikana. Mafundisho haya tukiyatekeleza katika maisha yetu, katika boma moja, katika familia moja, basi undugu na maelewano itapatikana. Lakini tusipofuata mafundisho haya, hakuna mmoja itapatikana baina ya waumini, hakuna umoja itapatikana baina ya waumini, bali katika familia moja hakuna maelewano yatapatikana. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema la tahasadu, msiwekeane husda, yani msikuwe na tabia ya kuwekeana husda. Wala tanajashu, na wala msiwe ni wenye kuongezeana bei katika biashara. Wala tabaghadhu, na wala msikuwe na tabia ya kuchukiana. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, na mmoja wenu asiende kumuiba customer wa mwenzake. Kisha baada ya kutukataza haya mambo matano akatwambia wakunu ibadallahi ikhwana, enyi waja wa Allah kwenu mandugu, na undugu wenu ujengeke katika msingi ya almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu wa muislamu mwenzake. La yadhlimuhu, hamdhulumu ndugu yake muislamu, wala yakhdhuluhu, wala pindi ndugu yake anapohitaji msaada ama anapohitaji kusaidiwa hamuachi. Wala yakdhibuhu, wala hawi ni mwenye kumdanganya ndugu yake muislamu. Wala yahqiruhu, na wala hawi ni mwenye kumdharau ndugu yake muislamu. Idhan, kwa nini kumdharau ndugu yako muislamu? Na huenda ana takwa na huwezi kujua, na hii takwa huwezi kujua kwa mandhari ya mtu. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akabainisha at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna, na yuelekeza katika moyo wake akiashiria na kusema hii takwa imo katika moyo, akisema mara 3 hii takwa imo katika moyo. Bihasbi mri'in min ash-sharr, hii yatosheleza iwe ni shari tosha, uhitaji dhambi nyingine. Hii dhambi moja yatosha kukuangamiza wewe. Dhambi gani? An yahqira aqahu muslim, kumdharau ndugu yako muislamu. Kullu almuslim ala almuslim haram, muislamu juu ya muislamu mwenzake kuna mambo ambayo ni haram. Damuhu wa maluhu wa irdu, usikaribie damu ya ndugu yako muislamu kwa sababu ni haram. Usikaribie mali ya ndugu yako muislamu, na vile vile usikaribie heshima ya ndugu yako muislamu. Ahbabi fillah, hata tufafanue moja baada ya nyingine. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia wala tahasadu, msikuwe na tabia ya kuwekeana husda. Ma huwa alhasad? Alhasad huwa tamanni zawali ni'am ala alkhair. Hii hasad ni nini? Hasad ni kutamani neema aliyopewa mtu fulani akose, ama neema aliyobarikiwa na mtu apokonywe. Na hii hasad ulama wabainisha katika daraja 3. Daraja ya kwanza ni wamuona fulani amepewa neema na wewe ukatamani hiyo neema, lakini hii si hasad, bali wewe unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ambarikie katika neema yake. Lakini kilichokatazwa ni kumuona mwenzako amepatwa neema kisha usifurahie hiyo neema, basi hii ni hasad daraja ya kwanza. Wewe unakasirikia kazi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kana kwamba unataka kumkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unamwambia huyu fulani hafai kupatiwa. Hii ndo hasad daraja ya kwanza. Na daraja ya pili ya hasad iliyokatazwa ni kwamba watamani hiyo neema aliyopewa apokonywe kisha upewe wewe. Daraja ya kwanza ya hasad ni hufurahia hiyo neema,
Naam, na wafurahi na watamani hiyo neema aondoshewe mwenzako. Na daraja ya pili ni ufurahi hiyo neema na watamani hiyo neema apokonywe ndugu yako kisha upewe wewe. Na daraja ya tatu na iliyokuwa mbaya zaidi ni ufurahi neema aliyopewa mwenzako na watamani asipewe, hata kama mtakosa nyote. Bora tukosa sote, lakini fulani asipate. Hii inaonyesha kwamba uchafu na ubaya na hasad iliyokuwa ndani ya moyo zetu. Maashara almuslimin, ndipo Rasul akasema wala tahasadu, msiwe na tabia ya kuhusudiana. Na pindi uhasidi itakapopatikana katika jamii, basi hakuna undugu baina waislamu itapatikana. Hakuna undugu katika jamii, katika familia moja, katika nyumba moja, baba moja, mama moja itapatikana. Na hakuna maelewano itapatikana ikiwa tabia hii ya hasad itapatikana. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam akatuongoza na kutupatia mwelekeo vipi tutakuwa ni wenye kuelewana na kushikamana. Akatuambia epukaneni na uhasidi. Ayuha almu'min, ukimwona mwenzako ameneemeshwa, ukasikia kuna kitu ndani ya moyo wako na sheitani akakushawishi, basi usimfuate sheitani wala usichukue mwelekeo wa sheitani, bali sema ya Rabb, huyu mbarikie katika neema yake ili umdhalilishe sheitani. Lakini usikuwa na tabia ya kutamani mwenzako apokonywe neema, na usiwe na tabia ya kutofurahia neema ya mwenzako. Kwa nini? Kwa sababu anayekuwa na tabia ya uhasidi hana roho, hana raha hapa duniani na hana khairi kesho akhira. Na yule ambaye ana tabia ya uhasidi hali yake itakuwa vipi? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema innal hasada taakulu alhasanat kama yaakulu an-naru al-hatab. Mtume sallallahu alayhi wasallam waonya watu ambao waliokuwa na maradhi ya hasad, watu ambao kuna tabia ya uhasidi, awaambie wale wenu epukaneni na uhasidi. Kwa nini? Kwa sababu anayekuwa na uhasidi, anayekuwa na tabia ya uhasidi, basi atakuwa ni mwenye kujuta siku ya kiyama. Atajuta kivipi? Asema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, hii uhasidi ama hii tabia ya uhasidi basi inakula thawabu zako kama vile moto inavyokula kuni. Siku ya kiyama unakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unakuta thawabu zako zote zimeisha. Hiyo ni malipo yanayokusubiri kesho akhera. Imma katika hii dunia huna raha, huna utilivu, ukimwona unaonekana kwamba una dhiki. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba mwenzako ameneemeshwa na wewe hujafurahia. Kwa hivyo usiingilie kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotoa neema anajua kwa nini anatoa neema. Maashara almuslimin, katika mambo ambayo yanayovunja undugu katika Uislamu na Rasul sallallahu alayhi wasallam anatukataza, akasema wala tanajashu. At-tanajush hiya raf'u as-sil'a fi al-bay'. Rasul anatuambia wala msifanyiane udanganyifu na kupandishiana bei katika biashara. Mfano ni katika mnada, akasema mtu unauza bidhaa kwa 1000, kisha ukaelewana na mtu mwingine pale apandishe bei japokuwa hawezi kununua, kisha akaja mtu akasema mimi nitanunua kwa 1000, alafu yule ambaye mlielewana naye akasema mimi nitanunua kwa 1120, ikabidi huyu aseme mimi nitanunua kwa 1125, lakini huyu mwenye kuongeza bei nia yake si kununua, ni kupandisha bei ili huyu apate kununua kwa bei ya juu zaidi. Na hii huleta chuki baina Waislamu na huleta madhara na undugu kukosekana unapotokea sababu kama hizi. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam anatuambia wala tabaghadu, wala msichukiane, msiwe na tabia ya kuchukiana. Kwa nini? Kwa sababu chuki inawafungulia milango za shari. Ukimchukia mwenzako basi itakuwa ni rahisi kwako kumsengenya. Unapochukia mtu basi inakuwa ni sahali kwako kumdhulumu. Lakini pindi utakapokuwa ni mwenye kujiepusha na chuki, basi utakuwa ni mwenye kufanikiwa. Kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam abainisha ya kwamba katika sababu ya watu kuingia peponi ni watu kupendana. Sababu ya mtu kuahidiwa kuingia janna ni kwamba hana chuki, hana hasad dhidi ya Muislamu mwenzake. Qala sallallahu alayhi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamtaingia janna mpaka muwe na imani. Kama huna imani
basi janna ni haramu kwako. Walan tu'minu hatta tahabbu, na hamtakuwa na imani mpaka muwe ni wenye kupendana. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akaeleza sababu ya kueneza mapenzi baina ya waumini ni kuwa ukimwona ndugu yako Muislamu, afshu salama bainakum, wamtakia khairi, wamwambie ndugu yako Muislamu dua ukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio mapenzi ipatikane baina ya Waislamu, lazima tuenezeane salamu baina ya Waislamu. Lakini anayekuwa na tabia ya chuki, basi inaonyesha kwamba ana udhaifu katika imani wake, na anayekuwa na udhaifu katika imani yake, basi huenda hawezi kuingia janna, wal iyad billah. Kisha wasia nne anasema wala tadabaru, wala msiwe ni wenye kupeana mgongo. Anakuja mbele yako ndugu yako Muislamu, eti kwa sababu mmekosana wampa mgongo, hutaki kumsalimia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema katika sababu ya undugu kukosekana ni kila mmoja kumpea mwenzake mgongo, hutaki kumsalimia ndugu yako Muislamu. Kwa hivyo ikiwa kuna ndugu yako ambaye humsalimii na ukimwona wampa mgongo, basi ujue ya kwamba wewe wavunja ndugu katika Uislamu na waleta shida katika familia. Wamuona mwenzako anakuja kwa mfano na wewe unakuja kisha unampa mgongo, hutaki kumsalimia, basi hiyo yavunja ndugu katika Uislamu. Kisha wasia watano anasema wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, na hii hasatan ni katika wafanyabiashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mmoja wenu basi asiende kumuiba customer mwenzake. Mathalan unauza bidhaa kisha uko na mwenzako duka next hapo anauza bidhaa kama hiyo, akaingia customer kwake ananunua kwake, wakaelewana bei, kisha wewe unaanza kumwambia yule customer njoo kwangu mimi nitakuzia kwa bei ya chini, hata kama ni kitu kidogo, shilingi 5, shilingi 1, basi Rasul sallallahu alaihi wasallam atukataza. Na imekuja katika riwaya nyingine anasema wala yakhtuba ahadukum ala khitbati akhi, na mmoja wenu asiende kupeleka posa kwa mwanamke ambaye ashapelekewa posa. Wajua ya kwamba huyu mwanamke ashaposwa japokuwa harusi haijafanyika, lakini wewe unaenda unapeleka posa. Rasul sallallahu alaihi wasallam anakuambia wacha aliyepeleka posa kwanza ajibiwe. Ikiwa ameambiwa tumekataa posa yako, ndipo sasa upeleke posa. Lakini waenda kupeleka posa kwa msichana ama kwa familia na wajua ya kwamba ndugu yako Muislamu tayari ashakutangulia kupeleka posa, basi Rasul sallallahu alaihi wasallam tukataza, na hii pia huvunja undugu katika Uislamu. Ayuha alahibba, baada ya kutupatia mwelekeo huu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam anatuambia wakunu ibadallahi ikhwana, enyi waja wa Allah, kweni mandugu, na undugu wenu ujengeke katika msingi gani? Kisha akabainisha almuslimu akhul muslim, kila mtu ambaye anayesema la ilaha illa Allah katika hii dunia ni ndugu yako Muislamu, awe katika mashariki au magharibi. Maadamu umesema kalima la ilaha illa Allah, basi ni ndugu yako. Na wewe kama Muislamu, basi jipambe na tabia ya kumthamini mtu ambaye anayekuja kwako na neno ya la ilaha illa Allah. Maadamu huyo amesema la ilaha illa Allah, mpokee vizuri, simama na yeye na kuwa pamoja na yeye. Kisha Rasul akabainisha undugu huu utapatikana vipi? Isiwe ni maneno ya mdomo, isiwe ni watu wenye kuongea tu, lakini kwa vitendo. Tutajua vipi sisi ni mandugu? Ar-Rasul anasema la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. Waislamu ni mandugu. La yadhlimuhu, hawadhulumiani. Waislamu hawapaswi kudhulumiana baina yao. Wala yakhdhuluhu, na wakati ndugu yako anapotaka umnusuru basi humwachi, unasimama na yeye. Wala yakdhibuhu, wala huwe ni mwenye kumdanganya ndugu yako Muislamu. Wala yahqiruhu, na wala humdharau ndugu yako Muislamu. Na wamdharau kwa msingi gani? Na vipimo ya kujua kwamba fulani wewe ni bora kuliko yeye ni kukuwa na takwa. Ukiwa na takwa na utajua kwamba wewe ni bora kuliko fulani. Na utajuaje una takwa kumshinda? Huwezi kujua. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema usimdharau ndugu yako. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwamba bora wetu ni yule ambaye ana takwa zaidi yako. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa wewe labda leo una takwa, ndipo utajua kuwa wewe ni bora kuliko fulani. Lakini hii takwa pia huwezi kujua kwamba wamshinda huyu. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasul anasema
Hii takwa iko katika kifua, hii takwa iko katika kifua, hii takwa iko katika moyo. Huwezi kujua kwamba huyu mimi namshinda katika ucha Mungu. Mbona sasa umdharau ndugu yako? Mbona uone kwamba fulani mimi niko juu yake? Kwa sababu ya vipimo ambavyo tunatakana tutumie ni takwa, na hii takwa pia huwezi kujua kwa sababu yamefichika ndani ya moyo. Lakini ukitumia vipimo eti kwamba unamshinda mtu fulani ilmu, eti kwamba wewe unamshinda huyu mtu fulani, unamshinda katika mali, basi Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna akramakum inda Allahi atqakum. Na hii takwa huwezi kujua kwamba wamshinda mtu katika takwa, kwa sababu hii takwa ni siri yako. Hii takwa ni siri baina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mja wake. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema bihasbi mri'in min ash-sharr an yahqira aqahu muslim. Hii yatosheleza, hiyo ni shari tosha ya kwamba umdharau ndugu yako Muislamu. Huhitaji dhambi nyingine, huhitaji kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huhitaji kumkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumdharau ndugu yako Muislamu na kuona kwamba huyo ako chini yako. Basi ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akiona ndani ya moyo wako wewe wamdharau ndugu yako Muislamu, basi ujue ya kwamba uko katika hatari. Ayuha alahibba, ukiwa utakuwa ni mwenye kudharau watu, ukiwa utakuwa ni mwenye kudharau ndugu yako Muislamu, ukaona kwamba wewe wamshinda ilmu, wewe wamshinda mali, basi Rasul sallallahu alaihi wasallam akuonya na anakuambia bihasbi mri'in min ash-sharr. Hiyo peke yake yatosha kuingizwa motoni. Huhitaji dhambi nyingine, huhitaji kwenda kuzini, huhitaji kwenda kuiba, huhitaji kwenda kuua mtu, ama huhitaji kwenda kufanya ushirikina. Hii ya kumdharau ndugu yako Muislamu basi yatosha kuingizwa motoni. Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akatubainishia mambo matatu tujilinde nayo. Ndugu yako Muislamu uliokuwa karibu naye, ndugu yako Muislamu uliokuwa unaishi naye, basi vitu zake tatu usikaribie. Vitu gani? Tutaangalia katika hutuba ya pili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi alladhi yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ndugu wapenzi katika imani, katika hutuba yetu tumeangazia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza tuwe ni wenye kudhihirisha undugu wetu, na undugu wetu upatikane baina Waislamu. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwamba Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake, na akatueleza ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yakipatikana katika mujtamaa yetu basi huenda ikavunja undugu, iwe ni undugu wa kidini ama iwe ni undugu wa katika familia moja, basi hii yatupelekea undugu kukosekana. Kisha akabainisha na kusema la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Almuslimu akhu almuslim la yadhlimu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam mambo matatu usiyakaribie juu ya Muislamu mwenzako. Jambo la kwanza, usikaribie damu ya ndugu yako Muislamu, imma kwa kumpiga ama kwa kumuua. Usiguze. Jambo la pili, usiguze mali ya ndugu yako, imma kwa kumibia au kumharibia. Na jambo la tatu, usimharibie ndugu yako heshima yake kwa kumsingizia uongo au kwa kumsengenya. Wewe kama Muislamu basi ujue ya kwamba Muislamu yoyote ambaye yuko katika hii dunia, Muislamu yoyote ambaye yuko katika hii dunia, usikaribie mali yake, usikaribie mali yake, imma kwa kwenda kumibia mali yake au kumharibia mali yake. Naam, usimpige, usimuue, usikaribie damu yake, imma kwa kumpiga ama kwa kumuua, na usikaribie heshima yake, imma kwa kumtukana au kwa kumsengenya. Basi ukifanya haya mambo matatu utakuwa katika amani na utakuwa na katika rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe umehakikisha undugu umepatikana katika jamii. Humudhi mtu kwa mali yake, naam,
na humuudhi mtu kwa mwili wake na humuudhi mtu kwa heshima yake. Ayuha alahibba, undugu utapatikana pindi tutapokuwa ni wenye kufuata wasia hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tusipofuata wasia huu, basi hakuna undugu wa Kiislamu utapatikana, wala hakuna undugu katika jamii moja itapatikana, na wala hakuna undugu katika familia moja itapatikana. Bali undugu itapatikana ikiwa tutapata wasia hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-qudus wa thalatha bikum ibadallah haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابته أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة في فلسطين وفي غزة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وارحم موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه